Shalom, shalom, wapendwa katika Kristo, na wakaribisha tena katika hatua nzuri ambao ni mpango wa Mungu pamoja nasi. Naamini ya kwamba Mungu ataenda kusema na maisha yako, Mungu atakutembelea, Mungu ataleta mabadiliko makubwa katika maisha yako kupitia ujumbe wa usiku wa leo. Ni wenu mwinjilisti Joseph Raisha Nzuruni kutoka Mountain of Solutions. Kama vile tunavyoendelea na somo letu ama mafundisho yetu kuhusu kutimiza agizo la Mungu, kama vile tumesoma katika kitabu cha Joshua sura 1:8, pale ambapo Mungu anamwambia Yoshua ya kwamba kitabu cha Torati hiki kisikuondokee wewe kinywani mwako, ni lazima utafakari usiku na mchana na utende sawasawa na yale yanayoandikwa katika kitabu hicho, ili kwamba njia zako zipate kufanyikiwa. Usiku wa leo nimekuja kukazia kuamsha roho ya mtu fulani anayetamani kutimiza iliyo agizo la Mungu. Leo nimekuja kuambia kwamba unapotenda katika ufunuo wa kutimiza agizo la Mungu, wewe unatenda katika mahali sahihi na kwa muda ulio sahihi. Baraka zinaambatana na utiifu. Tunapotii sauti ya Mungu, tunapotii sauti ya Mungu, maneno la Mungu, tunatimiza iliyo agizo la Mungu, na baraka ni sehemu ya maisha yako, na baraka zitakufuata wewe kwa sababu umeamua kutii iliyo agizo la Mungu, kwa sababu umeamua kutimiza iliyo agizo la Mungu katika maisha yako. Watu wengi wanadharau sauti ya Mungu. Watu wengi Bwana amewaambia kupitia maono, kupitia ndoto, wamepokea maelekezo kutoka Bwana, lakini iliyo tatizo ni kwao kutimiza agizo waliopokea kutoka Bwana. Mungu ana mpango mzuri na wewe. Mungu ana mpango wa kesho yenye kuangaa kwa ajili yako. Yesu Kristo ni mfano mzuri wa utiifu. Yesu Kristo ni mfano mzuri ama kamili kwa utiifu. Unaposoma katika kitabu cha Yohana sura 6:38, Yesu anasema, nimekuja duniani kutoka mbingu, si kwa kutimiza agizo langu, lakini kutimiza aliyo mapenzi ya yule aliyenituma. Hiyo ndiyo alama ya kutimiza agizo la Mungu. Usitimize yaliyo mapenzi yako, usitende sawasawa na wewe, lakini timiza sawasawa na neno la Mungu. Timiza sawasawa na kazi uliyopewa kutoka Bwana. Yesu Kristo hakuja duniani kutimiza yaliyo mapenzi yake, lakini mapenzi ya yule aliyemtuma. Ndugu yangu na dada yangu, je, unatimiza agizo la Mungu? Je, unaishi maisha ambayo yanampendeza Mungu, maisha ambayo yanaonesha Yesu Kristo katika maisha yako? Je, maisha yako ni maisha yale ambayo ni maisha ya ile chombo cha Bwana ambayo iko tayari kupendeza Mungu, ambayo iko tayari kutimiza agizo la Mungu kwa gharama yote? Yes. Ni lazima kutimiza agizo la Mungu katika nyakati zote. Ikiwa kwa nyakati nzuri ama kwa nyakati mbaya, askari wa Yesu Kristo, Mkristo wa kweli, ni lazima achague kumfanana Yesu, kwa sababu Yesu Kristo ametimiza agizo la Mungu hata kwenye msalaba. Kupitia maumivu makali, Yesu Kristo ameamua kutimiza kazi ya ukombozi, ili kwamba uhusiano wetu na Baba upate kukamilika, ili kwamba tupate kuitwa
wanaitwa wana wa Mungu. Ni pale ambapo neno la Mungu linasema wale waliompokea aliwapea uwezo wa kufanyika wana wa Mungu. Yes. Ni kweli, ni kupitia utimilifu wa agizo la Mungu, na hapo ndipo Yesu Kristo amezihirisha hivyo kwa shabaha iliyo njema, ili kupata kumpendeza Mungu Baba. Tumfanane Yesu wapendwa. Tumeumbwa kwa mfano wa Mungu, kwa mwonekano wa Mungu, ili kwamba tupate kutawala, ili tupate kuwa na utawala na kutimiza iliyo maagizo ya Mungu. Adamu aliumbwa ili apate kutawala, na alikuwa na kazi. Waweza kula matunda yote ya bustanini, ya mti yoyote kwenye bustani, lakini ule mti ya matunda ya ujuzi wa mema na mabaya hauruhusiwi kugusa. Hiyo ilikuwa ni agizo, na Adamu alipashwa kutembea katika ufunuo wa kutimiza agizo la Mungu. Usimupe nafasi ya adui aje na atawale maishani mwako. Neno la Mungu linatuambia ya kwamba mumupinge shetani, mutii Mungu, na umupinge shetani naye atakimbia. Amen. Don't allow usiruhusu fursa ambazo sio sahihi kukutoa katika mpango wa Mungu ama kutimiza agizo la Mungu. Leo nimekuja kukazia ili kwamba mtu mmoja aliye tayari kutimiza iliyo agizo la Mungu apate kujua ya kwamba haijalishi nini, haijalishi maumivu, haijalishi furaha, ni lazima kutimiza agizo la Mungu kwa gharama yote. Amen. Yes. Agizo inahitajika matendo, hapana kusikia tu. Amen. Unapopewa agizo inahitajika matendo. Unapopokea maelekezo kutoka Mungu, Bwana anatarajia ya kwamba wewe utachanga imani yako pamoja na matendo, ili kwamba upate kupata majibu mazuri. Unaposoma katika kitabu cha Yakobo sura 1:22, maandiko yananiambia iweni watendaji wa neno, hapana wasikilizaji tu. Iweni watendaji wa neno, hapana wasikilizaji tu. Watu wengi siku za leo wanasikiliza tu, wanaweza sikia neno, lakini wakati wa kutimiza neno ama kuishi neno la Mungu, kutimiza iliyo agizo ya Mungu, inakuwa vigumu kwao. Maombi yangu kwako leo, ili kwamba upate kuwa mtendaji wa neno, nimekuja kutangaza kwa sauti yangu, ili kwamba Roho wa Bwana akusaidie upate kuwa na ufunuo wa kuwa mtendaji wa neno, kuwa ule mtu ambaye atatimiza agizo la Mungu kwa nyakati zote, kuwa tayari kutumikia ufalme, kwa sababu Yesu Kristo anakuja na ujira wake kumulipa